malizika kwa maombi yangu ni matokeo ya kile ninachokiombea. Hicho ndo kitakachoamua mimi kumaliza maombi. Mgeukie jirani yako, muulize tu kwa utaratibu, mwambie wewe unamaliza maombi ukiona nini? Muulize tu kwa utaratibu, maana mengine yanaumiza. Anamaliza maombi akiona nini? Hivi mnanielewa vizuri? Wewe nini kinakupa ujasiri wa kumaliza huo mfungo? Nini kinakupa ujasiri wa kumaliza hiyo program ya maombi ulionayo? Je, umepata unachokiombea au ulikuwa unahesabu siku ulizoomba? Jamani, unanielewa vizuri? Hapa fakta ya muda tunaignore. Hapa fakta ya muda hatunayo, sawa sawa. Tunachokiangalia ni mpaka tupate tunachokiombea. Na shetani anaogopa msimamo wa namna hiyo kuliko kawaida. Mtu yoyote anaenda kwenye maombi alafu ana fikra za kitabu cha Isaya 62 mstari wa kwanza, shetani anamuogopa, kwa sababu shetani anajua nikilianzisha na mama huyu hatumalizi leo wala kesho. Kwa hiyo yangu ni heri ni muache, maana anajua akikugusa kwenye pindo moja unaenda naye mwaka mzima. Hivyo unanielewa? Shida tumekuwa wepesi, tunaomba huku tunaangalia muda, tunaomba huku tunaangalia masaa, tumepata hatujapata tunaondoka. Sikiliza, amua sasa kubadilisha mfumo wa uombaji wako. Yale yaliyoshindikana yanawezekana kama utafika sehemu utafunga kibwebwe kiunoni, alafu utasema kwa ajili ya jambo hili sitanyamaza, sitatulia mpaka litokee, mpaka litokee, mpaka litokee siku ya kwanza, mpaka litokee siku ya pili, mpaka litokee siku ya tatu. Kuzimu itataharuki na itasema huyo mumuache. Umekuwa mwepesi mno, wamekuzoea na wameshajua uwezo wako wa kuomba, wameshajua stamina yako ya maombi, na wanajua hana maili ndefu zaidi. Akifunga tu wiki moja kama hivi, halafu visipoondoka anaanza kukimbia huko. Akifika kwa kila anayemshauri anamwambia nimeliombea wiki moja halijaondoka. Nani alikwambia wiki moja inatosha kuliondoa? Wewe omba hata miaka 10, sema amina. Bwana asifiwe. Tusiwe wepesi, lazima tujenge misingi, maana wokovu ni vita, na hii vita haipiganwi kwa ngumi, inapiganwa kwa maombi. Ndio silaha. Bwana asifiwe. Jamani, unanielewa vizuri? Huyu jamaa anasema mpaka haki yake itakapotokea tamaliza maombi. Mpaka haki yake itakapotokea tamaliza maombi. Na mimi natamani kwa semina hii Bwana ainue majasiri wa maombi kwenye mji huu. Bwana ainue majasiri wa maombi kwenye kanisa hili, ambao wakishika agenda hawaangalii muda, wanaangalia matokeo. Hawaangalii siku walizofunga, wanaangalia matokeo. Jana nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa mhubiri mmoja wa kimataifa. Akasema alikuwa anaombea jambo lake, akakubaliana, akamwambia mke wake nafunga siku 40. Halafu hizi siku 40 naamini Bwana atanijibu. Amepiga siku 40, zilipoisha lile jambo linazidi kuwa gumu. Akamwambia mke wake naongeza 40 nyingine. Na mke wake akasema na mimi naingia na wewe. Wakafunga. Walipomaliza zile 40 nyingine, bado lile jambo lipo. Yule bwana akamwambia mke wake naongeza 40 za tatu. Huyo anatafuta 120 hiyo, naongeza 40 za tatu. Wala sioni shida katikati ya program ya maombi haya. Sio kwamba napoteza, naendelea kuongezeka kiroho pia. Akaingia 40 za tatu. Anasema akiwa kwenye 40 ya tatu, ile siku ya tatu lile jambo likayeyuka, likapotea. Lilivyopotea na yeye akafungua siku hiyo ya tatu. Hivyo unanielewa ninachozungumza? Na ninachozungumza sasa, wewe ukipiga tu tatu kavu likabaki pale pale, unakata tamaa, unaanza kutafuta maji ya upako. Nani alikwambia maji ya upako yanazidi jina la Yesu? Jina la Yesu ni spiria kuliko chochote. Bwana Yesu asifiwe. Fika sehemu ambayo tunaomba kwa muendelezo mpaka tupate tunachotakiwa kukipata.
hatuachi kuomba. Huwa namwambia shetani, ukinigusa eneo moja umeharibu. Kuna mwaka shetani alinigusa eneo moja, na siku ilikuwa mbaya sana kwangu, lakini Bwana akanivusha. Maana nilikuwa nimefanya huduma, halafu kwenye eneo langu lile ambalo nilikuwa nachunga kanisa kule Kilimanjaro miaka ya nyuma, nilikuwa nimefanya mkutano, wakajisalimisha wachawi wa kutosha. Vita ikawa kubwa sana, hali ikawa mbaya. Sikiliza, siku hiyo wakati narudi nyumbani kwangu, ghafla nimefika mlangoni, kwenye mlango wa nyumbani kwangu, nimetoka kuhubiri mkutano wa injili, nafika kwenye mlango wa chumbani kwangu, nikakanyaga ule mlango, halafu nikasikia kama nimekanyaga kama moto. Kuangalia hivi sikuona nilichokanyaga, halafu ghafla nikasikia nguvu zinanishia pale pale. Nikajikokota, nikaenda mpaka kitandani kwangu, nikalala chali. Nimelala chali, nasikia nguvu zinaisha, mwili unachoka. Nikamwita mke wangu, na hiyo ndio faida ya kuoa na kuolewa na watu waliookoka, sawa jamani? Kamwita mke wangu, kaambia njoo. Nilivyomueleza, akaweka mkono kifuani, akaanza kukemea, anaomba, anakemea. Wakati anaomba, nikaona, yani macho ya roho yakafunguka, halafu nikaona kwenye kile kitanda mahali nilipolala, majitu kama ya ufalme wa giza, mapepo yamezunguka kile kitanda, yanataka kuondoka na mimi. Is it possible? Yanataka kuondoka na mimi, ndio maana naishiwa nguvu. Nikamwambia mke wangu, kemea. Muda huo siwezi kuomba tena. Akaomba, akiomba, yanaondoka kabisa, yanapotea. Nasikia nguvu zinarejea. Halafu na yeye ameomba, akichoka kuomba, akianza tu kuondoka, naona yanakuja. Halafu nasikia hali inaanza kuwa mbaya, mapigo yanaenda. Namwambia, naondoka hivyo mke wangu, unabaki mjane, wewe cheza tu. Niwaambia, anakuja tena, anaomba. Unajua, tuliendelea hivyo. Baadaye nikamwambia, sasa tuna rafiki yetu, mpigie simu aje. Akampigia yule jamaa, ni trekta la Jehova lile, likaja na mke wake. Kuna watu ambao wako standby wanasubiri tenda zitokee. Jamaa akaja na mke wake. Walivyoingia, muda huo nguvu ya kuomba sina kabisa. Akafika, nikatolewa chumbani, nikaenda sebuleni, nikakaa kwenye kochi pale sebuleni. Yule bwana na mke wake na mke wangu wakaanza kuomba. Unajua, wakati wanaomba, ghafla nilisikia kama kuna kitu kilikuwa kichwani kwangu kikatoka, halafu nikafunguliwa. Nikashangaa nguvu za Mungu zimejaa mpaka mikono inatetemeka. Nikaamka, tukaanza kuomba. Hapo sasa kuna watu 4 wanaomba. Sikiliza, tukaanza kuomba na tukapiga kambi pale. Hatulali chumbani, wala yule jamaa haendi kwake, ni mkesha kwa muda wa siku 30. Tulihakikisha wale wachawi wote tumewahamisha, madhabahu zao tumeziharibu na kila kitu. Yani ilikuwa tunatuma message ya kwamba wakitaka ligi, hapo ndo imelala, wakitaka marathoni, hapo ndo imekaa. Sema amina kama unanielewa. Yani tunatamani ifike, wakikugusa sehemu moja, unatengeneza program ya miezi 5 ya maombi. Wakikugusa siku 2, unapiga siku 60. Shetani akishaona hivyo, wanakukwepa kama ukoma. Maana wanajua pale ni don't touch, hatuwezi kusogea pale. Sema amina kama unanielewa. Sasa lazima tufike hatua kwenye maombi ya ufanisi, lazima tujenge stamina. Mnanielewa? Stamina ya kuomba kwa muda mrefu. Takufundisha siku zinazofuata. Lazima tujenge stamina. Hii continuity, huu muendelezo hauji kama wewe ni yule wa kusema unarudia maneno. Unajua kuna watu, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mzuri, asante Yesu. Tunaongelea unaanza kuomba, umeunganisha bomba lako na kule kwenye kiti cha enzi. Yanakotokea hujui. Wewe ni kama pitishio tu. Mambo yanaenda, unapangua, unapita kwenye mitaa yote ya ulimwengu wa roho, unapita kwenye madhabahu zao, unapita kwenye matuo yao, unapita kwenye maashera yao. Halafu ukija kurudi, unatakasa anga, unaharibu kila kitu, halafu unashusha ufalme wa Bwana, halafu unamaliza. Bwana asifiwe. Sasa ile inataka stamina ya uwezo wa kuomba kwa muda mrefu, na nitafundisha vizuri na nitakuombea. Sema amina. Hayo yanayokuliza hujayawekea mkakati.
I tell you, haujawekea nini mkakati, haujafika sehemu ukaamua kama huyu muombaji wa Isaya 62, kwa ajili ya jambo hili sitanyamaza, sitatulia mpaka litokee. Ukifika hapo, kuzimu yenyewe inanyosha mikono, maana inajua uombaji wako hautaleta cha kwako tu, uombaji wako utaharibu kazi zao. Kwa hiyo wanafanyaga tunaita cost benefit analysis. Wakikalculate wanaona hii business inatuletea hasara, nini cha kufanya? Mumwacheni mama fulani. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Jamani, amina. Ukisoma Biblia, sitaongeza pointi nyingine, nitamalizia hapa. Ukisoma Biblia unaweza ukaona, andika kitabu cha Wafalme wa Pili sura yetu ile ya 13. Wafalme wa Pili sura ya 13 mstari wa 17 hadi wa 19. Wafalme wa Pili sura ya 13 mstari wa 17 hadi wa 19. Kama unaweza kimbia pale, alafu tukapasoma kwa haraka. Nahitaji mtu ambaye anakuwa quick kidogo. Akasema, ndio, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, mshale wa Bwana wa kushinda, na mshale wa kushinda Shamu, kwa maana utawapiga Washami katika Afeki hata utakapoangamiza. Akasema, itwae mishale. Akaitwaa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akaipiga chini, akaipiga nchi mara 3, akaacha. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia akasema, ingalikupasa kupiga mara 5 au mara 6, ndipo ungaliipiga Shamu hata kuiangamiza, bali sasa utaipiga Shamu mara 3 tu. Jamani, naomba tutafakari hapo. Hivi mnapaelewa hiyo lugha? Mmeelewa hiyo lugha? Naomba turudie hapo. Aliambiwa apige. Unajua huyu alikuwa anapambana na jeshi la Shamu, mfalme wa nani? Wa Israeli. Ameenda kwa nabii. Nabii anajua kanuni za kiroho za muendelezo, continuity, mpaka unamwangamiza adui. Nabii anazijua. Sasa huyu mfalme ameenda pale, anafika pale, jamaa akamwambia, shika mishale, piga. Piga. Jamaa akapiga mshale wa kwanza tu, wa pili tu, wa tatu tu, akaacha. Nabii akakasirika. Akamwambia, wewe umefanya upumbavu. Yani ungepatakiwa kupiga mara 5 au mara 6, ndo ungemwangamiza nani? Shami kabisa, na ungetawala kwa amani na ungestawi.